Sisi kama chama makini tukitambua wajibu wetu huo, tulilazimika kutafuta kila mbinu halali, hatukutumia mbinu haramu, kuhakikisha kwamba tunakiweka chama chetu katika mazingira ambayo kinaweza kikajibu kiu ama kikatoa kiu ya Watanzania. Sasa nilizungumza masuala ya hofu. Jambo lolote linapokuwa geni na zito kama hili linapokelewa kwa hisia tofauti. Nitaomba sasa nizungumze kuhusu Katibu Mkuu Dr. Wilbrod Slaa. Dr. Slaa ni kiongozi ambaye wote tunamheshimu, tunampenda na tutaendelea kumpenda siku zote, kwa sababu chama hiki ni cha kujengana, sio chama cha kubomoana. Kamati kuu ya chama ilifanya vikao kadhaa kutafakari ujio ambao tumeupata. Tulifanya mashauriano ya muda mrefu, halikuwa jambo jepesi. Tulifanya mashauriano yaliyoambatana na kazi ya kitakwimu, ya kisayansi, ya kitafiti. Tukaridhika pasipo shaka kwamba ugeni wa Mheshimiwa Lowassa na wenzake katika chama hiki ni mpango wa Mungu ambao tunaitakiwa tuunge mkono, utusaidie katika azma yetu ya kuwaunganisha wenzetu wa NCCR, wa CUF, wa NLD na Watanzania wengine wote, ili tufikie malengo ya pamoja. Katika hatua zote hizo tulikuwa sambamba na Mheshimiwa Dr. Wilbrod Slaa. Katika dakika za mwisho, Dr. Slaa akatofautiana kidogo na kamati kuu. Tukajaribu kuzungumza naye kwa kina sana. Hata jana nimekuwa na kikao na Dr. Slaa kwa masaa mawili asubuhi. Tumekuwa na kikao naye tena jana mchana. Na kuna msemo wa wazungu unasema time and tide wait for nobody. Yaani maji ya kukupwa na kujaa hayamsubiri Mbowe, hayamsubiri Slaa, hayamsubiri Baregu. Maji yanasonga. Uchaguzi tunao kesho kutwa. Kwa hiyo tukakubaliana kimsingi na dokta kwamba sisi tuendelee. Katika hatua atakapokuwa tayari atatujoin mbele ya safari, tutaendelea kufanya kazi pamoja. Kwa hiyo tumemkubalia Dr. Slaa mapumziko ili tuliandae taifa hili kwenda kwenye uchaguzi. Hatuna ugomvi wa ziada. Achadeni na mitandao, mambo yanaandika mitandao, mara Slaa kafanya hivi, karudisha gari usiku, ni mambo ya kizushi. Lakini ukweli kwamba hofu hii imeingia watu hata ndani mwetu ipo. Na katibu mkuu tulipoona hofu yake, tuliona hofu yake ni justified. Inazungumzika tu. Lakini tunasema hatuwezi kuzuia safari ya mamilioni kwa sababu ya matako ya Mbowe au matako ya Slaa ama matako ya Baregu. Lazima tuendelee kwa sababu uchaguzi uko kesho. Ningeomba kuliuliza baraza kuu, mngependa tuendelee na kazi ama tusubiri ili kila mmoja wetu afanye maamuzi yake binafsi? Naomba niulize kwa mara nyingine, nipate baraka ya baraza kuu. Ni wangapi wanasema tuendelee na kazi? Labda ni kwa ajili ya faida ya picha. Kuna kitu kinazungumzwa katika falsafa kwamba wakati wa kufanya maamuzi magumu lazima kila mwanamke na mwanaume asimame ahesabike.
Sasa basi, badala ya kunyosha mikono, wale ambao wako tayari tukanyage twende mbele wasimame. Asanteni makamanda. Peoples. Ndugu wajumbe wa baraza kuu, nawashukuru sana kwa kibali hicho. Sio Mboya amezungumza, ni vikao vya chama vimezungumza. Na mimi nilisema jambo hili nitalizungumza mbele ya waandishi wa habari bila kificho, ili kama ni kuhukumiwa nihukumiwe, kwa sababu wajibu wangu kama kiongozi ni kuwa mkweli na kusema ukweli daima. Kwa hiyo tumekubaliana na katibu mkuu apumzike kwa muda. Nina hakika kwa tabia na hulka ya katibu mkuu wetu Dr. Slaa, kwa sababu anajua tunampenda na yeye anatupenda na anakipenda chama hiki, tunamwombea sana Mwenyezi Mungu amtie nguvu, ampe ujasiri wa kuona kwamba kauli ya wengi ni kauli ya Mungu. Kwa hiyo tutaendelea kuongea na katibu mkuu wetu, bado nafasi yake kwenye chama ipo. Tutaendelea kuongea naye na wengine wote ambao pengine wanaweza kujaa hofu kwa njia moja au nyingine. Naomba niwaambie jambo moja: nafasi zetu za kiuongozi au kiuchaguzi ni dhamana. Hakuna hata mmoja wetu hapa ambaye yeye anahatimiliki na nafasi aliyoko. Mko ndani hapa kwa sababu mnabeba dhamana ya watu wengine. Tukilielewa hilo, wala hatuna ugomvi. Kwa hiyo ndugu zangu wa baraza kuu, hili ndio jambo la msingi nilisema niliweke wazi. Kwanza kwenu, tuwe na amani. Chama chenu kiko salama sana. Na ndugu waandishi wa habari, mkaiambie dunia, Chadema waliofikiria na pasuka, hiyo ni ndoto za mchana za mchawi. Na tunawahakikishia umoja huu mtauona hiyo kesho tena kwenye mkutano mkuu wa chama. Hiyo ndio Chadema. Kwamba maamuzi yakifikiwa kwenye vikao vya chama, sio lazima 100% iridhie. Sasa wengine wakasema Lissu naye yupo. Haya, Lissu huyo. Wakahamia kwa Mnyika. Mnyika alikuwa mgonjwa huyo. Haya, mtasema na Slaa naye kasharudisha na gari, mtamkuta Jumatatu huyo. Lakini kwa leo kapumzika mzee wetu, na tumekubaliana apumzike. Kwa hiyo hatuna cha siri, wala chama hiki hatukiendeshi kwa siri.